Okay. Unataka kula nini leo? Wewe ndo ungesema unahitaji nikupikie nini au nikuandalie nini penzi changu. Basi tutatoka tutakwenda kula, leo hakuna kupika. Sawa? Hata sielewi mdogo wangu, lakini Mungu ana makusudi yake. Mapenzi sikia. Dada, sijui hata nifanye nini. Hali yangu inazidi kuwa mbaya. Hali yako inazidi kuwa mbaya kivipi? Napata maumivu dada. Tena nahisi konokono anataka kutoka. Nimekwambia fanya unachojua, ukutane na dokta. Dokta Njeje niko naye, lakini nazidiwa dada. Tena hadi natoa harufu mbaya. Harufu mbaya? Hii ni aibu sasa. Nitamwambia nini Dokta Njenje? Yaani naona kabisa nashindwa. Siwezi kuendelea kuishi hivi mimi jamani. Usiwe na wasiwasi. Hiyo inatokana na wewe kuchelewa kukutana naye. Kwa hiyo nitaendelea kuishi hivi mpaka lini? Na je, ikitokea amesafiri au anaumwa itakuwaje? Na kuomba fikiria mara mbili. Fikiria juu ya usalama wangu pia. Baadaye basi baadaye nitakupigia. Vipi dada? Hamna shida, sinajua tena mambo ya nyumbani. Ni mambo tu. Sinajua nyumbani mambo ni mengi, hayaishi. Tuna udugu wake hao. Naona mko nene. Shikamoo. Marahaba, vipi? Kwema. Wapi tena mlivyopendeza? Alikuja kwangu mdogo wangu, hivyo ndo anaondoka kwake na msindikiza. Kuna ubaya shogangu? Udugu tena, mkienda kutembelea na mnasindikizana tena. Hivi mnaweka nyie baba yenu mmoja hapa hajapuyanga nyie. Maka ukimwona Samira kama umemwona Sabla. Ukimwona Sabla kama umemwona Samira. Yaani mnafanana. Kwa mtu asiyewajua, akiwaona mara moja tu anasema nyie mmezaliwa tumbo moja. Yaani nikiwa mkubwa nataka kuwa kama nyie. Kila huyo ana maneno jamani. Tena mimi nawaombeeni kabisa urafiki wenu udumu milele. Ili sisi wadogo zetu tujifunze kupitia kwenu. Ila msije mkawa kama hao marafiki wengine. Upande urafiki, upande unafiki. Yaani kutwa kung'ong'ana kisogo. Tema mate chini kabisa, alafu sisi utuondoe. Maana hatupo hivyo kabisa. Tena uwe mwanzo na mwisho. Sura hizi wewe unaweza yaani unahisi tunaweza tukawa wanafiki sisi. Watu wazima kama sisi tunaweza tukawa wanafiki sisi kweli? Hamwezi. Mimi naonea wewe mwenzenu. Hata wana mimi nipate BFF wangu kama hivyo, tukitoka kwake tunasindikizana wenyewe. Kumbe hayo yote anamtoka kwa sababu ya wivu. Haya poa. Vipi baby? Kuna shida gani? Mbona nimesikia harufu mbaya huko ndani? Hauna baby, ni choo ndo kina shida. Sasa kama ni choo, si ungeniambia mapema kama choo kinasumbua ili nilete fundi haraka? Mimi nahitaji uishi kwa amani. Kam. Na vipi kuhusiana na tumbo? Naona kama tumbo linakusumbua hivi. Kuna shida gani?
Mimi mna shida, ni tumbo la kawaida. La kawaida tu. Sema kama una tatizo la kiafya niweze kukutibia mwenyewe. Hapana. Eti Sawa baby. Kwa rama. Bibi. 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 Karibu. Asante. Nimemkuta bibi? Hapana, bibi amesafiri. Ameondoka lini? Tangu aondoke na siku 3. Vipi, una shida naye? Amna, na alisema anarudi lini? Kwa kweli hakusema anarudi lini. Labda kuja wakati mwingine. Unaweza kumkuta. Aya, sawa. Karibu. Vipi, yupo? Ndio yupo. Imekuwaje tena? Dada, mimi nachoka. Yaani huwezi amini sasa hivi hali inakoelekea. Mpaka natokwa na harufu. Hivi unaweza ukaamini dada, leo daktari amesikia harufu nikiwa naye ndani. Sasa hii si ni fedha dada? Dada, mimi nilikuwa ninaomba basi twende kwa mganga. Amtoe huyu konokono. Kama ni mali mbona tuishapata? Turudi kwa mganga eti akatoe huyo konokono. Kwa vitu gani ulivyopata? Ni kijumba? Labda na hiyo simu. Hiyo nyumba yenyewe mpaka sasa hivi hati pia hujakabidhiwa. Kumbe mpuzi wewe. Kwanza unavyoanzaga kusema wewe ujinga wako eti si tugailishe si nini na nini. Wataka kufa maskini wewe. Sitaki kuisikia tena hiyo kauli yako. Wewe niache, mimi nitampigia simu yule mganga, nitajua mimi naongea naye vipi. Nilishakwambia ukisikia hiyo hali, wahi haraka ukutane na Dr. Njenje. Dada, hii ni hatari. Mimi hali inavyonitokea na hii harufu inavyotoka, mimi nahisi ni huyu konokono ameoza au kachacha dada. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo sio hatari. Tatizo wewe hufuati masharti yanavyotaka. Yaani sharti dogo kama hilo unaanza kujilalamisha. Watu wanaambiwa wala na majoka. Masawaka. Vitu ya ajabu ajabu. Wewe kitu kidogo hicho kinakushinda wewe. Na kwa bahati nzuri sasa hivi ushajua kwamba ukichelewa kunatoa harufu. Sasa unatakiwa usichelewe. Ukihisi maumivu tu, mtafute Dr. Njenje popote alipo. Ukishakutana naye, hiyo hali haiwezi kutokea tena. Kaka Twizi, kazi yako nimekwisha kuifanya. Nimemfuatilia Dr. Njenje kujua anapotoka kazini huwa anaingia kwenye nyumba gani. Safi sana. Safi sana. Na kama umeshafanikiwa kujua ni nyumba gani, kilichobakia hapo sasa hivi ni kunipeleka. Lakini nilikuwa naomba usalama, maana wewe nakuheshimu sana na vile vile yeye namheshimu sana. Nyie mmetoka mbali, ni marafiki wakubwa na sasa hivi ni ndugu. Kwa hiyo isije baadaye ikaja kuwa mambo mengi, tafalani za hapa na pale, ugomvi, ikawa mimi sababisho la hili. Sitopendeza. Usiwaze ndugu yangu. Unajua simfuatilii ndugu yangu Njenje kwa ubaya. Niko salama tu. Kuna namna natamani sana niweze kumsaidia. Hakuna kitu kingine kibaya ambacho kinaendelea. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Basi sawa. Kwa vile uliniahidi utanipa chochote kitu, ila nilikuwa naomba tu pesa isiwe sababu ya kuwagombanisha. Najua pointi yako
kikubwa hapo ni hela. Usijali, nilishakuahidi kwamba nitakulipa, kwa hiyo nitafanya hivyo, usiwe na wasiwasi. Labda nihakikishie tu hakuna mtu yoyote ambaye alikuona? Hakuna mtu yoyote. Safi. Sawa, basi mimi nitahitaji uweze kunipeleka. Kwangu mimi nishamaliza. Kazi ni kwako. Ukihitaji nikupeleke hata sasa, tunaweza kwenda. Halo bibi. Salama mjukuu wangu. Habari yako? Salama bibi, shikamoo. Marahaba. Za huko mjukuu wangu? Za huko nzuri bibi, ni Zabina tu. Zabina amefanya nini tena mjukuu wangu? Yani bibi, yani hata sielewi. Zabina bado anapata maumivu sana. Alafu sasa hivi sio maumivu tu, anatoa mpaka harufu bibi. Yani hata sielewi kwa nini nakuwa hivyo. Mjukuu wangu, hauelewi kitu gani hapa? Kama nilivyosema awali, anaposikia hayo maumivu basi afanye haraka akutane kimwili na Dr. Njenje, kwani huyo konokono aliyowekwa katika sehemu zake za siri amenuiwa kwa jina la Dr. Njenje tu peke yake na sio kwa mtu mwingine. Kwa hiyo akichelewa ni lazima konokono atatoa harufu. Haya sawa bibi, basi nitaendelea kumsisitiza basi. Mwambie hiyo ndo kafara yake. Na wala sijampa sharti kubwa, yeye ajitahidi tu awe karibu na Dr. Njenje kila wakati. Bila hivyo, hiyo hali ya kutoa harufu itakuwepo, na akifanya uzembe ataoza kabisa. Haya sawa bibi, lakini mbona unaongea hivyo bibi? Nimepata homa kidogo tu mjukuu wangu, wala usiwe na wasiwasi, nitakuwa sawa tu. Sawa bibi, pole. Asante sana. Haya bibi, tutakuja kukuona. Haya, usiku mwema. Haya bibi, asante. Haya. Vipi? Mume wangu, hii tabia ya kurudi usiku mianza lini? Na ikiwa unajua kabisa mama amekuja yupo nyumbani. Kwa hiyo mama wako akiwepo nisitoke au nisifanye kazi? Hata kama mume wangu, ni tabia gani unaisha mbele ya mama? Kweli mume wangu? Sasa hivi ni saa ngapi? Kwa hiyo tunapangiana masharti sasa. Kwa sababu mama amekuja hapa nisifanye kazi. Nikwambie kitu, hata kesho ni siku tutazungumza. Asante sana. Asante kwa kila kitu Zabina. Yaani ingekuwa amri yangu ningelala hapa leo. Nashukuru kusikia penzi yangu, ila naomba uwe nyumbani, maana muda umeenda sana. Baadaye. Lakini nikwambie kitu kimoja. Mapenzi ni mchezo mzuri sana, lakini kama utaucheza vibaya basi mchezo hatari sana. Naomba nikuonye, usije kufanya kitu chochote kibaya. Na yatoa maisha yangu juu yako, nakupa muda wangu, naacha kila kitu kwa sababu yako. Sasa kuwa makini na vijana hao ambao wapo kwa ajili ya kuona wanawake wa watu wakipendezeshwa, alafu wao wanaingilia kati. Kuwa makini na wao, utanipeleka jela. Usijali mpenzi yangu,
Najua wote ni wevu na unanipenda sana. Mimi niko hapa kwa ajili yako na ninakupenda sana. Yes, ina sound good. Ina sound good kusikia hivyo. Lakini tofauti na hivyo, okay. Sawa. Sio nikuweke vizuri, nikupige sopsopu, unalala pazuri, lakini kama unasema alafu kawape burudani watu wengine ambao wao wamekaa tu vijueni wakionyesha vidole yule. Hapana baby, najua mke wako atakuwa anakusubiri sana, alafu ukiangalia saizi ni usiku mwingi. Na pia sitamani utembee usiku mwingi barabarani. So, naomba tu uende kipenzi, nakupenda lakini. Okay. Nakupenda. Nakupenda. Ndio niondoke. Sawa. Sawa. Mnaneno. Karibu mume wangu. Umekuja muda mwafaka kabisa. Karibia mezani tu. Hivi, ni nani amekudanganya kwamba mapenzi ni chakula? Yaani wewe hauna mada nyingine humu ndani. Ni chakula tu, nikiingia chakula, nikitoka ni chakula, nikilala chakula, nikiamka ni chakula. Ni nani amekudanganya kwamba mapenzi na ndoa hujengwa kwa chakula tu peke yake? Eti. Yaani hakuna topic nyingine ndani ya hii nyumba. Ni kula tu. Mama, kula tu. Kwa ndo ulivyofundishwa kwamba eti ndoa inajengwa kwa kula. Nani amekudanganya kwamba ndoa inajengwa kwa kula peke yake? Nani amekudanganya? Nisikilize Saba. Kama ubunifu wako ndio umeishia kwenye chakula, nenda kajifunze tena upya. Katafute mbinu nyingine. Hii imefeli. Anyway. Ongela. Umejitahidi kupika. Maana hata mafuta yanaonekana juu kabisa. Kwamba ni kiasi gani umepania. Kwamba uniridhishe kwa sababu ya chakula peke yake. Ndoa inahitaji ubunifu. Sio kula tu. Sasa, kama unaona wewe kula ni mali, wait. Kula sasa. Kula. Wewe unataka kula wewe? Unapenda kula wewe? Unapenda kula? Kula. Nafsi yangu imenionya nisikulaumu kwa kuwa hujui ulitendalo. Nachojua mume wangu unanipenda na mimi nakupenda pia. Ni kweli nyakati nzuri hujenga ndoa, lakini nyakati ngumu huifanya ndoa kuwa imara. Nitapambania ndoa yangu hata nikionekana mjinga, sina akili, nimeishiwa, mimi punguani, na hata nikionekana king'ang'a, mimi sijali. Nitailinda ndoa yangu, hata nikitakiwa kupigana, nitapigana. Mapenzi si kila yanayoonekana ni ya kweli.
Walikuwa marafiki wa karibu sana, wakishirikiana furaha na shida za maisha. Siri zote walizifungua bila hofu moyoni, bila kujua mmoja alikuwa na tamaa moyoni. Akamwona mume wa shoga yake kwa tamaa,